ukivua nguo lazima uyaoge. I can tell you kuna mengi najua leo katika siasa. Kama ningekuwa naijua kabla ningeingia, I had no business getting into this thing. Wacha hizo. Sikudanganyi. I had no business getting to this. Mungu moja. I can't lie to you. You're my friend, mbona nikudanganye? Mara mingi tumekaa na wewe chini nikakwambia. Are you serious? Ndio. There's so much. Wacha nikwambie. So are you telling me saini katika siasa unaweza niambia kama ndugu yako ambaye niko ndani naweza kuambia Mwakideu relax. Number one, kama ndugu yangu kama uko na shughuli yako ambayo inakupa pesa zako unazikula we mwenyewe kivyako na familia, mambo yako inaendelea vizuri hapa na pale, you have no business getting into this thing. Mpao. Okay? Mpao. Nini hiyo ambayo unasema kwani ndani kukwaje? Wacha nikwambie, kuna wakati mimi na wewe Monday ningeweza toka nyumbani nikiwa na shilingi 1,100 mfukoni. Na ifike Friday nimetumia kama 20,000 peke yake. Labda tumeenda lunch, peace talk, tumeenda wapi, na rafiki hapa amelipa, nani amelipa nini. Kikao tu kizuri, unajua. Na pia marafiki wengine wamekaeka hela, hata hiyo mia labda imefika 150 ama 180. Bwana, sasa hizi nikikaa na watu chini, tayari wanaamini wewe ni mheshimiwa, wewe ndiye nafaa ulipe. Hata kama una lazima wewe ndio ulipe. Si tumekula samaki hapa na nikakuwekea nikakwambia mheshimiwa siwezi kulipa kama uko hapa. Ndio. Hapa sasa hizi tumekula. Mimi ni mtu wa Lang'ata. Wewe ni mtu wa Lang'ata, lakini una pesa zako, lakini una pesa zako, lakini akili yako tayari inasema huyu ni mheshimiwa, lazima alipe. Unaona? Najaribu kuambia siku hizi nyumbani nikitoka saa zingine nikiwa na 100,000. Hata sitaki kutoka kwa sababu you're almost feeling broke. Unaelewa? Nikitoka nyumbani pale nje gate ya community gate yetu. Wakiona gari hivi, mheshimiwa vipi unatuacha hivi? Jamani mheshimiwa, shilingi 1,000 2,000. Nimeenda tuseme tumepark kwa mkahawa hivi. Yule watchman akiona tu hivi, toa gari yako mheshimiwa. Hatoi kwa sababu ati ni wewe, ati anakupenda. Anatoa kwa sababu ukitoka atakwambia mheshimiwa sasa unajua, alafu kuanzia hata na hadithi nyingine, mtoto wangu nini shika kidogo. Wale weita ambao wamekuserve pale wengine hata watatoka jikoni kwa sababu mheshimiwa amefika. Unaelewa? Utapata waheshimiwa siku nyingi tu utawaona kwa sababu hautawaona kwa sababu labda saa hizo hana hiyo pesa mnafikiria. Mwakideu, mimi nimefanya kazi na wewe na nilikuwa nalipwa vizuri kuliko ninavyolipwa bungeni sasa. Kweli? Unanielewa? Ni kweli. Lazima huyu anaelewa. Lakini uongozi na kutaka kukua kiongozi. Sio kitu namkia tu. Na sio mshahara, hata gari tu. Ulikuwa ushaendesha magari. Hakuna ya waheshimiwa tu. Hata kuna gari mimi sijabadilisha gari tangu nitoke redioni. Sijabadilisha ninakoishi. Si ndio? Bado ilikuwa ni kwa uheshima tu. Lakini ile hari tu ya kutaka kufanya kazi na kubadilisha vitu inavyoenda tu na kujitayarisha kuwa kiongozi. Mimi nilijitayarisha kwa kwenda shule na nikamaliza nika graduate, nikakwambia Mwakideu, hapa mbele nasikia wanasema kama una degree hautasimama. Nikachukua miaka mingapi? 4. Nikasoma nikamaliza, hata ulikuwa graduation. Because I've always wanted to be part of leadership, to be part of change, to be part of what I wish my country Kenya can be. So nakwambia kuna mengi na